balansi kipimo, kuna mwenzako na nangoja nimfariji. Ningejigawa mara mbili kaningeweza, nibaki na wewe leo ingebidi. Uo wivu usizidishe ukaniroga, ukapaka wali mkavu, tonda usijimwaga mboga. Wakiweza zimenipoza tamaa na joto la jiwe naliona, wakiweza inakatisha tamaa na siku hazirudi nyuma, wakiweza kutotashika tamaa, utawaza vipi ulitue. Wakiweza nije kwa lini? Yaani hapa wewe tu. Hata ukisema unakuja kesho mimi sawa, mimi nipo tu nyumbani. Basi sawa, nitakwambia. Haya, karibu mpenzi, lakini jana na majanga makubwa. Nimesema kabisa peke yangu sitoweza. Hiyo unanitisha. Wewe si unajua ndio jembe langu, kwa ukija kila kitu kitenda sawa na kuamini. Wifi, kwa nini hakuniambia hili jambo mapema? Hata Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa nini wewe kusema mapema mpaka jambo limekuwa kubwa? Ona sasa kinachotokea. Yaani unajua wifi yangu, mimi na mume wangu tulipatana kila kitu na tulikubaliana na nilimpa masharti yangu, lakini nashangaa ghafla tu masharti yangu yamebadilika na yeye hataki kufuata vile ambavyo mimi nataka. Ndio maana nikaona kwamba hapa palipofikia panatosha. Ngoja kwanza nikuite wewe swaiba yangu ujue jinsi gani ya kunisaidia. Ni kweli wifi, ila kuna kitu mimi naona hakijakaa sawa. Kwa jinsi mimi ninavyomjua kaka yangu, nahisi kabisa atakuwa amerogwa au kuna mtu anamshawishi kufanya hicho kitu. Kwa jinsi anavyokupenda kweli, ni wakubadilika ghafla afanye hicho kitu. Unajua jinsi gani ninavyompenda yule mtu. Na ghafla tu nimeona vitu vya ajabu kama hivi vinatokea. Kwa hiyo sielewi mwenyewe, niko dilema kwa kweli. Na siamini kama kuna kitu ambacho kama amerogwa au kuna kitu ambacho kipo katikati. Wewe acha wifi yangu, nikikaa nikifikiria waga nachoka kabisa mwizi. Ila usijali. Kwa kuwa jambo lishafika kwangu limeisha. Lazima mwenyewe unajua show yangu, ndio maana kama uniambie. Na ndio maana mimi nikasema hapa lazima nikuite wewe. Maana wewe nakujua kwa kia pindo. Kwa nikaona ili nishanifika hapa. Ngoja tu nimweleze huyo mtu aje kutoa msaada hapa. Maana itakuwa ni mtihani kwa kweli. Basi mpenzi wangu usijali, hilo limeisha. Na udogo wangu hivi kwake. Ila unajua leo siondoke hapa mpaka nimuone ameingia. Sawa, karibu wifi yangu. Mimi nadhani kuja kwako kumletea faraja kubwa sana. Kwa kama leo upo hapa nitashukuru pia. Karibu. Mimi nilikwambia nipende mimi, ona unang'ania kumpenda mzee, ona anachokufanyia. Lakini mume wangu na nimetoka naye mbali. Kwa hiyo mimi nipende. Nakupenda kama wifi yako, lakini wifi yangu, lakini yule ndio ubavu wangu, utafanyaje? Basi limeisha hilo mpenzi wangu, hata usijali. Wakiweza Halo. Halo. Bila shaka nitakuwa naongea na Pachiana. Habari. Mimi ni mzima wa afya. Hofu yangu kubwa mimi wako pamoja na mwanao. Lakini hongera kwa kuwa baba bora. Binti yako ana nidhamu sana. Kwanza samani, naongea na nani? Pachiana. Usiniambie kuwa umenisahau kiasi hicho. Japo sawa, najua ni miaka mingi, lakini muda wote tunaongea na maana hujanijua. Najua sio swali niliyokuuliza. Nazungumza na nani? Vema ujitambulishe kwanza nikujue. Maana naona unaendelea kutiririka kama maji ya kwenye mto. Unakuaje? Mimi ni yule mwanamke niliyokuachia hazina yangu.
takriban miaka 17 iliyopita. Lakini ninachoshukuru, nimeiona hazina yangu ikiwa salama. Ina maana wewe ni sikujua? Wala ukukosea. Ina maana unasikujua mwingine zaidi yangu? Lakini sitaki kuliamini hilo. Wacha niende kwenye lengo. Shida yangu kubwa, Pachana, ni kumtaka binti yangu na sio kitu chengine. Nadhani utakuwa unajidanganya. Unaweza kusema vyovyote kwa sasa na siwezi kukuzuia, lakini kitu pekee ambacho huwezi kubadilisha, Aisha ni binti yangu, tena wa kumzaa. Naona unanichekesha, kwa sababu ungetaka kuyajua haya tokea awali, usingechukua maamuzi uliyofanya na kumwacha binti akiwa bado mdogo kabisa. Ulitegemea alelewe na angelelewaje? Wewe ni mama bora kweli? Au unakuja kujua thamani ya mtoto hivi sasa? Sikujua. Tafadhali achana na maisha yangu pamoja na mwanangu. Kama huna kazi nyingine ya kufanya, tafuta kazi ya kuokota machupa barabarani. Nadhani utakuwa umenielewa. Huenda nikawa nimekusikia, lakini sijakuelewa na siwezi kukuelewa. Sasa basi, nakupa nafasi Pachana. Mueleze mtoto kuhusu mimi. Naomba nikutakie mchana mwema. Halo? Halo? Aisha? Aisha? Njoo mama. Huyu mwanamke ana nini? Ametumwa? Na kwa nini kipindi hiki? Subiri, tajua mwisho wake. Kaka. Na. Unajua ninavyokupenda kaka yangu na kukuheshimu. Asilimia kubwa ya maisha yangu ninaishi kutokana na ninavyojifunza kwako. Hivi kwenye hichi ulichokifanya ninajifunza nini mimi? Au unaona ni sawa? Sijui umesahau upendo wote anaokupenda mke wako. Umesahau mateso yote uliopitia na mke wako mpaka ulipofikia hapo. Pesa kidogo tu umeamua kwa wewe mke wa pili. Tena kwa siri, hujataka mtu yote ajue. Unamaanisha nini? Masiti, yaani sijawahi na wala sijawahi kusikia hata siku moja mtu na kaka yake, kaka mkubwa, dada ni mdogo, alafu mdogo anakuja kumvunjia heshima kaka yake. Umejifunza wapi hizi tabia? Nani kakufundisha hizi tabia? Kuja kunivunjia heshima kwangu hapa. Wewe unafahamu mambo mangapi niliyopitia katika ndoa yangu? Mpaka leo hii unakuja hapa kwangu kuja kunihukumu. Wewe kama nani? Kwani nani kakutuma? Au nani kakuagiza uje uzungumze kwangu masuala kama hayo? Unavuka mipaka sasa, si ndio? Unanitoa kwenye ukaka, si ndio manake? Sasa basi, huyu aliyokutuma mwambie amenoa. Sisi tumeelewana. Hata kama kaka, sawa sijaolewa, sijui nini, lakini ninayajua maumivu. Na kama shida iliyokufanya kuoa ni kuhusu changamoto ya uzazi, mnataka mtoto, mngeniita mimi hapa nikawa nawapigia mikelele ili mlizike. Si shida mtoto? Kwa nini umfanyie hivyo mwenzio? Hata kama mimi ni mdogo, hata kama sijaolewa, hata kama nini, lakini kwenye hili siwezi kukubali. Nyamaza! Babu mmoja. Nakuja tena mara pili. Masiti, shika adabu yako. Usipende kuniingia katika ndoa yangu. Narudia tena. Huyu alikutuma wewe ni nani? Kumbuka hapa ni kwangu hapa ujue. Ndio nikakufanya chochote kile. Na usinifanye chochote. Siku nyingine ukija hapa, uje kwa adabu. Sitaki uje kama mpaka wa kipumbao. Hii ni ndoa yangu, hao ndoa zangu.
Hakuna kuniingilia mtu mwingine yoyote. Mimi nimeshaamua. Watabaki kwa maarifi zako tu, wote wawili. Hapana kaka. Ila kaka, hata kama dini inaruhusu kuoa wake zaidi ya mmoja kwa siri, au mitume wameoa wake zaidi ya mmoja, waliwaficha wake. Nyamaza! Na lingine la mwisho, utakapokuja siku nyingine hapa, mfuate huyu wifi yako. Kuwa na baida mimi, achana na mimi kabisa. Sisi tumeelewana. Kweli kaka, umerogwa. Kuoa tu mke wa pili ndio imekuwa mimi kwako nisije hapa nitakuja. Labda wewe ndio unataka. Zomboko. 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 Kambi. Zomboko. Kambi. Zomboko. Siku nyingine Aisha, sio unakubali tu mwanangu, kila mgeni unamkaribisha ndani. Wewe unajua huyu mama alikuwa na dhamira gani? Na kwa nini akuachie namba ya simu mimi nimtafute? Ana shida gani na mimi? Au ana shida gani na wewe? Nimekuelewa, lakini kwa nini una ugomvi naye yule mama? Sio kana kwamba mimi na ugomvi naye, ila haya yote nayafanya kwa kukukinga wewe mwanangu. Dunia sasa hivi imebadilika na huu ni mji. Sasa leo umemkaribisha ndani, kesho akija hapa atakwambia binti, naomba nisindikize kidogo. Unakokwenda nayo kwa mimi nitajua anakupeleka wapi. Sawa baba, nimekuelewa. Inaonekana nimekukwaza sana. Naomba nisamehe. Siku nyingine haitujirudia tena. Nashukuru sana binti yangu. Mimi ndio maana nakupenda mwanangu. Ukitambua kosa lako unajishusha, na hiyo ndio kawaida na desturi nzuri ya mtoto aliolelewa katika malezi yaliyokuwa bora. Nakupenda sana mwanangu. Mimi nimekusamehe. Sasa mbona unaondoka bila kuniaga? Natoka tu ndani, natoka hapa, nakuja sebleni hapa naona hamna mtu. Ilikuwaje? Jana mwanamume wako alinitibua. Unajua mimi naichelewa. Alipokuja ndo nikampokea hivyo hivyo. Tumepandishana kisukari hapo. Nikaona bwana tu niondoke nimpishe shetani. Kwa mmetibuana vizuri? Si nilikwambia lakini. Amebadilika Zomboko, sio Zomboko yule ambaye unamjua wewe. Yaani ifi yangu mimi silali usiku na mwaza tu mume wangu. Ameingia na kitu gani? Ana shida gani? Yaani silali usiku kucha hivi kuna pambazuka. Kila nikimwangalia mimi yaani si unasemeje? Hamsina. Na unajua jinsi gani ninavyompenda ndugu yangu. Kwa unavyoona ndio vile vile mwenendo wake sasa hivi jinsi ulivyo. Mimi nakwambia yule atakuwa amerogwa. Kaka mimi jana wakunifukuza hapa kisa kaoa. Yule kaorogwa sio bure. Alafu hivi unajua anapokaa wewe mwanamke wake? Naanzaje kupajua mimi? Inabidi ujue anapokaa. Sasa hata kama nikipajua, nitafanya nini? Itabidi uweze. Yaani fanya chini juu, ujue wewe mwanamke anapokaa. Yaani wewe ukishajua tu anapokaa, nipe taarifa. Baada ya kupata taarifa kinachofuata ni kitu. Wewe ukishajua tu anapokaa, niachie mimi, nitajua nafanya nini. Ndio nipe mikakati na mimi nijue. Unataka kujua pa kuanzia? Ndio. Aisha, hivi babako anafanya kazi gani? Kiukweli kazi anayofanya baba mimi sijui.
kwa sababu sijawahi kukaa naye chini kabisa, kukaa kuongea kwa kina. Kwa hiyo sijui kazi anayofanya. Ina maana inaonekana kuwa yupo busy sana hadi unakosa muda kuongea naye. Kama nilivyokuambia, muda mwingine anatoka mchana, anarudi usiku kabisa, na kwa mimi nimeshalala muda sana. Sasa mwanangu, ukiwa unakosa muda mrefu wa kuongea na babako kiasi hicho, wewe unapata muda wa kuongea na mamako? Vipi? Kuna tatizo? Hamna tatizo. No, umenyongea. Kiukweli mimi mama yangu simfahamu. Hujawahi kumuona? Sijui chochote kuhusu mama. Nilichoambiwa ameniacha tu nikiwa mdogo. Kwa hiyo sijui kama ni yuko hai au amefariki. Pole sana mwanangu. Kwa hiyo hata ukiletewa hapa mamako huwezi kumjua kama ndio huyu mamangu. Basi usijali binti yangu. Hata mimi ni mamako pia, kwa sababu nina mtoto binti kama wewe, na yeye amerudi kutoka likizo kama wewe. Na hata siku kijisi mnyonge hauna kuzungumza naye, utakuja nyumbani kwangu. Sawa, lakini kwako mimi sipafahamu. Nitakuja kukufuata, usijali. Nitakufuata, nitakupeleka. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Haya, mimi acha nitoke. Nitakuja siku nyingine. Haya, karibu sana. Haya. Karibu dada. Kwa hiyo na wewe siku ya shughuli ulikuwa? Sasa dada, wewe mwenyewe unafahamu fika mimi na Zomboko toka tu kwa wavulana wadogo. Anapokanyaga Zomboko nimekanyaga mimi, anapocheza Zomboko nacheza mimi. Sasa na yeye amenialika kwenye jambo lake, nitakusaje kwa mfano? Nasikia mke wake mzuri hatari. Kwenye swala la uzuri kwa kweli mimi hilo silijui, maana yeye ndo alitafuta wakakubaliana. Mimi alikuja tu kunipa taarifa ya shughuli, bwana Pachana, kuna jambo langu 1 2 3 naomba unisaidie basi. Kwa hiyo sasa mwanamke wake amempangia au amemjengea? Swala la kumjengea kwa kweli sidhani, ila mimi aliniambia tu kwamba yeye hatompeleka pale kwa bibi mkubwa na amemtafutia eneo lingine la kuweza kwenda kuishi yule mwanamke. Sasa hii mipango mingine ni vyema ungemtafuta kaka yako, angeweza kukueleza vizuri zaidi. Kwa anakaa wapi sasa? Anapokaa kwa kweli mimi sipafahamu, maana hata siku tulotoka kuoa mimi nilishuka njiani kwa sababu nilikuwa nawahi nyumbani. Kwa hiyo huko alikoelekea sijui, ila aliniambia kwamba ni maeneo ya Tandale ndipo alipokuwa amempeleka huko. Una kazi kushauri tu wenzio waongeze wake, wewe kuoa hutaki, hata kurudisha mke wako hutaki, ila wenzio una kazi kuwapampu tu waharibu nyumba zao waongeze wake 3. Masiti, hicho ndicho ulichokujia hivi? Kaka yako yeye ndio ameamua na amekuja kwangu
kunipa taarifa, hakutaka ushauri kwangu. Bwana Pachana, kuna habari 1 2 3 nahitaji unisaidie. Hivi hata ungelikuwa wewe ndio ungekuwa Zomboko, unakuja unaniambia hizo habari, alafu mimi nakucrash tu juu bwana, hili swala haliwezekani. Utanielewa? Labda tu nikwambie kitu. Huo ukubwa wenu msizani kama sisi ni watoto wadogo, hatuna akili. Najua sana kakaangu, namjua fika. Hana hiyo akili. Wewe hapa. Wewe mzee ndio umemshauri kaka yangu. Mwasiti, kama umekuja kwa adabu, uondoke kwa adabu. Kama umetumwa au kama kakutuma wewe wifi yako sijui nani yako, mimi sikuingia kwenye akili za kakako. Yeye mwenyewe ndo alijituma na akakaa akajifikiria kwamba mimi nina shida 1 2 3, Pachana nisaidie. Kosa langu liko wapi? Au ulivyotaka nimtimue? Amefanya vile, mimi nimefanya vile alivyotaka yeye. Kumbe akili yangu inafanya kazi vizuri. Nilijua tu kama wewe ndio midfield wa kuharibu ndoa za watu. Wewe unashindwa nini kuoa? Sasa nisikilize. Ukiona ile ndoa imevunjika, na wewe hapa uhame. Wapi? Ukiniona nimerudi tena hapa, na urafiki wenu umekufa. La sivyo nitakula sahani moja na wewe. Wewe mzee, kumbe hunijui vizuri Nisikilize Mwasiti. Namuona kuku anaponyea, lakini anapokojolea sijawahi kupaona. Wewe ni mtoto mdogo sana, wala huwezi kunitisha. Nitakupeleka. Uko unapokojolea kuku, nitakupeleka. Asante sana. Wakiweza zimeniponza tamaa na joto la jiwe naliona, wakiweza inakatisha tamaa na siku hazirudi nyuma, wakiweza utotashika tamaa, utawaza vipi ulitue wakiweza